Sofia, njoo. Njoo. Shalom tena. Shalom. Sasa leo ndio ile siku ya harusi. Ilikuwa ni kitchen party. Nakumbuka tarehe ile nilizungumza kwa kuhusiana miaka 6 Sasa ilikuwa kitchen party. Amen. Jumapili iliyofuata ilikuwa sindi. Amen. Jumapili ya leo ilikuwa tarehe 18 na leo tarehe 18 bila shaka. Amen. Kuna nani zokoza mwaka 2020. Nafunga ndoa yetu mahali hapa. Kwa hiyo kutokea ile tarehe 4 mpaka kufikia leo ilikuwa kwenye maadhimisho leo kilele. Tunamshukuru sana Mungu kwa kuwa amekuwa mwema. Na maneno kidogo sana, sitatumia muda mwingi sana. 70% ya walioko hapa wanafahamu ule mchakato vile ulivyokuwa. Inawezekana wengine hamjui, lakini baba na mama mchakato wanafahamu vizuri sana vile ulivyokuwa. Nilikuwa na mambo mengi mpaka kufikia ndoa huku, wakati mimi ndio Iringa, baba na mama wako Iringa, yaani kulikuwa kuna mambo mengi. Lakini mchungaji waligeuka kwa ndo baba kwangu, mama kwangu hapa. Kwa sababu walinibeba. Kwa hapa nilipo hata kama kile cheti cha ndoa sifahamu kama wanashinda. Sifahamu kama wanashinda bila tu, mimi niliona kwamba napewa, sio kitu ambacho kinakuwa bwana harusi ndio anakuwa anagharimia kile cheti cha ndoa. Mimi nilikuta tu cheti cha kusaini kipo hapo nimesaini na mpaka leo kiko nyumbani. Gharama yake sijui. Hicho ni kitu kidogo ambacho natakiwa kuona kwamba ni kwa kiasi gani ningeuka kuwa wazazi kwangu kwa kipindi kile kigumu ambacho nilikuwa nacho. Sitaki kueleza kwamba nini kilikuwa, lakini namshukuru sana Mungu kwa kuwa sasa ni miaka 6 sasa ishapita, na tunaanza mwaka wa 7 wa ndoa. Na vilivyopita ni history, lakini hiki kwetu kitaendelea kuzungumzwa kwa sababu namuona Mungu kupitia mke wangu. Kama unanikumbuka sikuwa hivi 2020, 2019, 2018 sikuwa hivi. Kina mama Macha sasa wako kwenye maombi, kina mama Ebe walikuwa sasa tukumbuke kwenye maombi. Kwa wananiombea, Mungu awabariki sana. Lakini tulishatoa sadaka shukrani. Leo tumependa tubariki Mungu lakini kupitia watumishi. Amen. Hii ni kuthamini kile ambacho walifanya kwetu. Siku ya ndoa mchungaji akafundisha somo linatoka kwenye Ezekiel, mifupa mikavu. Yeye somo lake lilikuwa linazungumzia perfect fitting. Nakumbuka hicho kitu. Alitumia neno hilo siku ile, sema perfect fitting, kwamba alipoitabiria ile mifupa, kila mfupa ulienda kwa mfupa mwenzie. Akawa amesema kwamba mfupa Oscar na mfupa Sofia ilikuwa ni perfect fitting. Lakini kutokea pale mimi nilipata ujumbe wa kwamba tunaweza tukatabiri mifupa ikaishi. Naomba niufanye uwimbo, nishawahi kuimba, naomba niuimbe kwa kukamilisha kitu ambacho tunakifanya. Kaniweka katikati ya bonde la mifupa, akaniuliza, je, mifupa hii yaweza ishi tena? Mkono wa Bwana juu yangu, kaniweka katikati ya bonde la mifupa, akaniuliza, je, mifupa hii yaweza ishi tena?
maisha pande zote za ule uwanda. Akaniambia, mwanangu, tazama hii mifupa. Natazama, palikuwa na mifupa mingi iliyokauka. Ndipo akasema, waweza tabiria uzima juu ya mifupa mikavu ikaishi tena. Mifupa mikavu yaweza kuishi. Mifupa mikavu yaweza kumbe. Yaweza kuishi. Wana wa mfalme na uweza wa kifalme uko juu yetu, na Bwana akiwa upande wetu, hakuna chochote cha kutushinda. Hakuna chochote cha kutushinda. Kama Ezekia aliweza tabiri, sisi nasi twaweza tabiri chochote. Kama Ezekia aliweza tabiri, sisi nasi twaweza tabiri chochote, kikawa kwa uhalisia, kikawa vile tutakavyo, kwa uweza wa Mungu. Mifupa mikavu yaweza kuishi. Mifupa mikavu yaweza kuishi. Kwenye maisha yetu kuna vitu vinavyofananishwa na mifupa mikavu iliyokauka ikashindikana. Hivyo kwa imani twaweza vitabiria vikaishi, kama ile mifupa ya wakati huo. Tabiri, kinywa chako kimetiwa nguvu.